Mimi hapa nilipo namshukuru Mungu ya umauti na hata sasa ni mzima. Amen. Na shida ya uvimbe tumboni. Nilikuwa nawasiliana na baba mchungaji, akaingia kwenye maombi. Waliniambia nafanyiwa operation, lakini baada ya maombi nilikuta tu nimefunguliwa, ule uvimbe siuoni tena, ila nilikuwa na hali mbaya sana waliokuwa wameniona. Nilikuwa na hali mbaya kabisa, ukiniangalia hivi unasema huyu mtu anakufa sijui kesho. Nilikuwa na hali mbaya, kwa walioniona walishuhudia. Niliambiwa nirudi tarehe 5 kwenda kwenye kipimo tena kuangalia ile hali inaendeleaje kulingana na dawa walizokuwa wamenipa nimeze. Lakini wakati naendelea na zile dawa, ile hali nilikuwa bado niko nayo. Nilipokuja kwenye maombi, askofu aliniita ofisini, walikuwa na watumishi wa Mungu wale wageni. Aliponiona aliniambia, nakumbuka kumwambia mtumishi, naona roho ya mauti kwa huyu mama. Wakaanza kuniombea hapo. Nilipotoka tu pale niliona hata ile hali haipo. Nilijisikia na amani, nilikuwa sina amani kabisa, naona kama mtu kama wakufa kesho. Lakini baadaye wakati natakiwa nirudi tarehe 5 kwenda kwenye kipimo kuhakikisha hali inaendeleaje tumboni, tarehe 4 nilipigiwa simu, mtoto ana hali mbaya shuleni, amezidiwa sana. Kwa hiyo ikabidi nikimbie kumfuata mtoto shuleni, kurudi naye nyumbani kuanza kumuuguza, na mimi bado afya yangu haijatengamaa. Ikabidi nipige simu tena Amana kwa huyo daktari aliyokuwa ananisaidia au wafadhili. Nikamwambia mtoto ana hali mbaya sana. Akaniuliza kwanza tumbo lako naendeleaje? Nikamwambia mimi tumboni niko vizuri. Nakumbuka tangia wameniombea waliponifanyia maombi. Naona niko vizuri kabisa. Yaani hata sielewi, sisikii kitu chochote tena tumboni. Akaniambia kama unajisikia vizuri muangalie kwanza mtoto. Kwa hiyo nimeendelea kumwangalia mtoto mpaka sasa hivi niko vizuri na mtoto anaendelea afadhali kidogo. Saa hizi nimemwacha nyumbani. Nashukuru kwa maombi yenu tumishi, nashukuru mpaka sasa niko madhabahuni. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Amen.